Yep. Mambo safi nakwambia. Mtoto handsome home and away. Karibuni sana tena. Kwa wenye wamesubscribe, wamelike the previous videos, asanteni sana. Nataka kwanza na shukran kwa Muteti himself. Makosa. Na the sponsor of the video. Yeye ni sponsor number 1. Sponsor number 2, Lavenda Bobo. Na the main sponsors, the fans. Asanteni. It's because of you we are here. Tunafurahia sana. Last weekend huko niliishia Makueni, mtaa yangu mazee. Nikapatana na mzae. Kwanza hebu tupigeni makofi juu Maembe this round zimeperform. Hata nyinyi hamwezi kata, si ndio? Makase waheshimiwe. January ilikuwa ngumu lakini Maembe ilifanya January ikue tamu. Na kulikuwa na jua lakini Maembe covers it all. Unaenda kwa sink, unasukuma vyombo, unazia songeni nioshe Maembe bana. Vyombo chafu baadaye. Na nyumba haiwezi lala na Maembe na tunalala pamoja. Kitu moja lazima ilale kwa nyumba saa hiyo. Bana. Otherwise nilikuwa na mzae mazee. Nikafurahia sana kucheki mzae. Nikarealize by the way, kwa hii maisha ukishaanza kuwa mkubwa, that is ukishatoka mtaa mazee, jua usha spend 70% of your time with your parents. I would want to take this time also to encourage you kwenda kuwasalimia if kama uko out of home, kwa sababu nilikam kurealize a lot of strength inatokanga kwa wazazi. Ukienda home kuna vile una reset, kuna strength inatokanga home yenye itokangi anywhere else because ni home. Na najua kuna kwanga na complicated issues saa zingine na families and all that, but kama unaweza go past that, juu I believe naongea na grown ups. Kama we ni child, I believe siku moja pia utafika ukue grown up. Na ukishakuwa grown up, hata kama familia yako ilikuwa na mashida, itafika time yenye si wewe ndio sasa, si mzae ama wazazi wako ndio sasa mnangoja watengeneze vitu. Already we ni grown up. So kama unaweza just be the grown up amongst them all. Saa zingine nilikam kurealize grown up haimanishangi age. Bora tu unajua kujisimamia, you already a grown up. So kama unaweza ongea tu na wazae wako and all that, vile wata respond hiyo ni mambo yao, wewe unajijua. So vile nilienda huko nilifurahia sana kucheki mzae ako na Maembe mingi first of all. Na tuliongea for a whole day, like time ilipita bila hata sikujua. So na nimekam kurealize juu sahi nimefika age yenye mzae wangu already alikuwa na watoto kaa 3. Walai hivyo ndo aliniambia. Niko wetu walai tufiti. Niko we ni mnoma. So alikuwa ananichapa hapo Mariala. Ananiambia yeye alikuwa na watu 3 by the time alikuwa age yangu. Na niko in my 20s bado sijafika 30s, niko in my 20s. Mzae ananishow hivyo. Of course, one way or another, pia alikuwa tu ana hint. Mimi nilikuwa na watu 3. Mzee. But nikamshow, buda, mimi ni last born. Unfortunately, haiwezi. Unfortunately, nataka mtoto apate mtoto. Aje sasa, aje. And my siblings also. Pull up your socks. Ama pull up with your wives. Na nikakam kurealize tuko na a lot in common na mzae wangu. Aliniambia childhood yake vile ilikuwa. It was so interesting because it is the same thing that also happened to me. Mzae wangu kwanza alikuwa anatoka asubuhi, ile time ya holidays. Mzae wangu anatoka, mzae wake tu akishatoka akienda job, pia yeye anaenda job ya mchezo. Yeye ameenda juu hiyo time ya hao alikuwa anaishi Mombasa. So yeye alikuwa anaenda kwa beach, anaenda
Na mzee wangu alikuwa mzee wake alikuwa anatoka, my grandfather alikuwa anatoka maybe around 8 9 10 hapo hivyo, anangoja kitu kaa 30 minutes, so by 11 haikuwa inawapata nyumbani wote. Mzee wangu angeingia saa 4 usiku saa 4, na ni mtoi ako sijui class 2 class 3 maze, saa 4 usiku nikiwa mtoi. Ilikuwa tu the same mambo yangu. Ilikuwa nikishamaliza shule, madhangu alikuwa na wako kwa soko fulani inaitwa Makina hapo, alikuwa tailor. Ilikuwa tu naenda hapo, nakaa hapo, naeka bag hapo chini, nakaa na dilidali na nacheza tu, nikikaribia mlango tu kidogo naanza kucheza hapo kwa mlango. Nacheza hapo nje kidogo, akiniita nampiga Kiswahili moja, mami sinunulia sausage. Hiyo time sausage kwanza ilikuwa 10 bob. Man, kuna msi lazima aende. Lazima haina choice. Kama hiyo sausage saa zingine alikuwa anakuara, saa zingine ananiwai ka 10 bob. Juu alikuwa anajua akishanipea hiyo 10 bob hiyo ndo sweet yangu hadi playground. Naenda kununua sausage kama nimetoka. Sasa sikuwa narudi sokoni juu masaa zangu ni za usiku. Mother ashafika nyumbani ashanibebea bag. Mimi kama mkurugenzi, the boss, mimi nimemwajiri kwa hiyo duka. Yeah. Ndio naingia kejani. Nilikuwa naingia kejani kutoka saa 2, saa 3, saa 4 hivi. So nikapata vitu kaa hizo tulikuwa common na mzee wangu. Na sikuwa naelewa like mbona tu like it was fun for me kuingia keja hizo masaa. Na sikuwa naelewa mbona mama yangu ana jam like niko safe, nimejieka vizuri, niko sawa. Of course beating kama kawaida, saa zingine ningeoshwa na maji baridi once in a while. Kaza kuna siku niliingia sijui saa 4. Hiyo straight. Hiyo ilikuwa straight. Maji baridi. Na nikishaokoshwa na maji baridi, nafunikwa sweta kaa 6 msee. Na sweat. Kwani zinaitwa sweta za nini? Sawa. Kitu moja pia mzee aliniambia ni story tu ya life na finances na kujipanga. Akanishow naweza kuwa na a lot of goals that I want to achieve, but nisipojiwekea timeline itakuwa ngumu sana. Kitu ingine, finances. Usisahau kujilipa. Juu ukisahau kujilipa hautajiappreciate, na the next time hata job ikikama hautakuwa na hiyo motivation. So hata kama unajilipa tu kidogo, usisahau kujilipa. Na aliniambia hiyo part ya kujilipa, kama naweza kosa kuiweka in percentage, niweke minimum na maximum, itanisaidia also sana vile utakuwa na price kazi yako. So aliniambia ni invest pia kwa skills, vitu zenye zinasaidia kubuild skills zangu. Basically tu ni hivyo. You believe na ile saying ya God anasort wale waseuji sort. Juu na imagine ukikaa tu hapo ungoje God akusort. Like lazima umove, ujisort ndio God ashikanishe wasee wakusort pia. Hauwezi tu kama mahali pamoja ukiomba Mungu. Hata ukifast aje na ujisaidie. Man, Mungu hawezi kama hadi kwa mlango yako. Si uongo. Hebu jaribu. Ama unaweza jaribu by the way. Unajua labda tunaongea hapa na mnaona ni jaba. Unaweza jaribu. Ikiwezekana comment hapo na utoe video. Ndio Mungu amekama. Kenye tu naweza encourage ni muongee na wazee wenu. There's a lot of wisdom in them. Hao wameona life yenye bado hatujaona. Kuna life already mzee wangu ashaona na mimi sijaona. Unfortunately kuna wazazi wenu hawako around and you would wish for them to be around, but I think I can take this opportunity to also share my parents' views. Na I hope mta feel that mko included. If you have a parent mazee, usilenge mzazi wako, ongea na yeye, utajijua even zaidi na zaidi. Kenya naweza kuencourage, kama tu uko na beef na wazazi wako, na ni beef tu kidogo, jaribu tu unbeef.
Eh, when you go sasa on the technical ya ku smoothen out those relationships. true na nilikam kurealize pia wazae wetu kuna vile hawakuwa na exposure ka sisi. You can give them that grace. Hawakuwa na exposure ka sisi. Social media kwanza ni exposure kubwa sana, so much exposure. Wazae wetu pia wengi wao hawakufunzwa kusoma tu ovyo vile sahii wase husoma tu si uongo. Kazi yao tu ilikuwa we soma, maliza shule, mboka. But unacheki sahii unaweza usome umalize shule ukose mboka. Unacheki time zimechange na kuna mse hata hakusoma lakini ako mboka ama yeye ndio mwenye mboka. Iko hivyo. A wise man aliandika ngoma inaitwa A student. Who are working for the B student. kwa company ya C student. in the land of the B student. na wale wama Ma E students wanaendesha mambele. E-class. La ngori. But ni sawa. Education is not everything, but our parents are everything. Yeah, true. So this is just an encouragement. Yeah, linki na wazae wako mazee. Linki na wazae wako. Kama huwezi linki na wazae wako, linki na maanti zako, uncle zako. Pia hao ni in place of wazae, according to African culture. If not, tafuta msee mwenye ako age ya mzae wako, mwenye mnaweza ongea, si wale wa kumanipulate. Wenye mnaweza ongea, linki na wao, toa some inspo kutoka kwao na some wisdom. And I believe tutakuwa fiti, because I believe sisi Africans, sisi Kenyans, especially our age mazee, si tuko rada, si wase wa maandamano, tuko rada. So ndo tukue rada zaidi, lazima tuangalie history, tujue, ndo tuweze kwenda hivyo sasa. Otherwise ndasema aje, kama umefika patie hii video asante sana. Na nashukuru. Sorry. Ui. So maze, thanks for everything. Thanks for watching first of all. Kama umpenda video piga hapo like, you can share it and also subscribe. On another thing, tumeweza kupata some likes kidogo pale hivi, pulling some strings here. Mafans asanteni mnatusikia. Sasa tripod. Nataka mnisikize. Nasema hivi. Ule mzae alikuwa anatutesa back in the day. Ningependa. Hapa tuko sasa tunatafuta tripod. Sana tunataka ile ya KNF concept. Ya KNF concept. Maze hiyo tripod sijui ndaweka link kwa description. Mcheki tu. Si ndio? Ndaweka link kwa description. Mcheki. Kama mnaweza tutafurahi maze. Hiyo tripod man. But tunajua itakuja. Mention kama sponsors the next Of video. course, nyinyi ndio mtakuwa sponsors. Aya, as I close the video, I want to mention the sponsors of the video. Sponsor number 1, Mr. Cameraman. Wewe, Mr. Muteti, text shot. Sponsor number 2 anaitwa Lavender Bobo. Asanteni masponsore maze. Na the main sponsors kama kawaida ni mafans. Of course. Otherwise ukitaka kuwa mention sponsor, ya kilio yetu ya tripod. Asanteni sana. Nashukuru. Otherwise, see you next time.